endelee kumuuliza. Mungu njoo anaongea kwamba lazima kwenye jamaa zetu paingie ile roho ya umoja, wapendwa. Tukianzia kule, maana kanisa la nyumbani likipona, kanisa mahali hapa pia linapata kupona. Haleluya. Kama kule kujamaa kutapona, maana hapa Shalom pia patapona. Haleluya. Beba roho ya umoja katika jina la Yesu. Beba roho ya umoja katika jina la Yesu. Beba roho ya umoja katika jina la Yesu. Mungu akusaidie usikie hii kauli cette fois-ci. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Kuna watu wako wanaongea, mimi nakwambia siko nazungumza, unajiuliza ni mtu mzima ndio yuko naongea aliyeokoka au hapana? Ni mtu mwanaya kama maisha ni mlima kupanda na kushuka, wala hapana? Napenda sana maandiko. Biblia inasema kwamba Mungu ni wa wote. Haleluya. Biblia inasema Mungu ni wa nini? Ni wa wote. Manake kila mtu tu iko na turu yake, lakini yeye ni wa wote. Leo unaweza kupanda, baada ya miaka 2 mwingine na atapanda, baada ya miaka 3 mwingine na atapanda, baada ya miaka 4 mwingine na atapanda. Shie wote tunabeba neema ya Mungu, hata kama atupandie kusiku moya. Haleluya. Shie wote tuko na neema ya Mungu, hata kama atupandie kusiku hii moya. Mungu anazungumza, anataka kanisa libebe roho ya umoja. Kanisa lisiendelee kutengana. Na mimi nakwambia kama tu kanisa litakuwa na roho ya umoja, na waambia ugomvi hautaonekana kanisani. Na waambia kijicho hakitaonekana kanisani. Na waambia kupigana makofi hakutaonekana kanisani. Na waambia kupigana vipasi haitaonekana kanisani. Kwa sababu ya kukosa roho ya umoja ndani ya kanisa, ndio nasikia watu leo walipigana kwa meza ya Bwana. Roho ya umoja haiko. Maana mahali palipo yule roho anaeleta umoja, huwa pia pana upendo inaodhibitika katikati ya watu, na kuchukuliana na kuvumiliana, ili angalao hata kama pangikuwa yule ambaye anaweza akakosea katikati yenu, mnamchukulia tena vizuri na kumsogeza mbele za Bwana. Haleluya. Leo tupungiane mkono hivi. Kama ile roho ya umoja tutaipata vile vile ambavyo Mungu anavyokusudia, tutapona kanisa la Shalom. Tutaenda mbali kanisa la Shalom. Tutapata baraka kanisa la Shalom. Mara mingi unakutana tunakuwa na miradi mingi. Kanisa hili linakuwa na miradi mingi. Kanisa hili linaamini ya kwamba Biblia inasema siku zile za mwisho atamwanga roho wake juu ya wote wenye mwili. Yaani linaamini ya kwamba utabiri unakuwepo kwa hizi nyakati za mwisho, ya kwamba mtu anaweza akasema kwa lugha na kazungumza maneno ambayo Mungu anamwambia. Lakini pia kanisa hili lina maono. Haleluya. Maana Roho anasema waziwazi ya kwamba atamiminwa kwa ajili yetu. Vijana watapata maono, na yale maono tulio nayo tunaiweka katika miradi mingi. Tunatia katika miradi mingi. Lakini kiajabu, tunapokuonesha maono, tunapokuonesha miradi, unakimbia miradi. Haupendi kujiingiza katikati ya wengine. Kama ilikuwa vile mwaka jana au mwaka juzi, mwaka huu badilisha, ingia katika miradi ya madhabahu ya Shalom. Haleluya. Tusipokuwa na maono, hatutaenda popote pale. Tuungane katika maono, tushikane mkono katika maono, tushikane mkono katika miradi, tutapata kufaulu. Haleluya, haleluya. Najua kuna sehemu unaweza ukapita, lakini hautakutanana na miradi kama iliyoko kwa madhabahu ya Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nafasi unaweza ukapita, ukatafuta kikundi utajiingiza ndani, lakini ukakikosa. Lakini ukiingia kwa madhabahu ya Shalom utakipata. Haleluya, haleluya. Ndio maana ile roho ya umoja ifanye kwamba tushirikiane katika miradi yoyote.
ndani ya mwaka huu wa 2026, chochote tutakachokipanga uonekane uko present, uonekane uko ndani. Haleluya, haleluya. Chochote tutakachokubaliana kushirikiana uonekane uko ndani. Presence yako Mungu anahitaji katikati ya wengine ili kanisa la Bwana lipate kujengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kauli ya pili ambayo Mungu anazungumza katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4, anasema pasiwe mtu katikati yetu atakayejifungia kwa mali yake peke yake. Kusiwe ule ambaye atakuwa na mali asiyoweza kushirikisha mwingine. Manake roho ya shirika ya mali Mungu anahitaji tuwe nayo. Mwaka wa 2026 tukibeba roho ya shirika ya mali, tutafaulu, tutaendelea, tutabarikiwa. Haleluya. Niulizia leo karibu yako kama nasikia. Roho ya shirika ya mali. Roho ya ushirika wa mali. Ulicho nacho kinifaidie na mimi, nilicho nacho kikufaidie na wewe. Mzee wa kanisa, ulicho nacho kifaidie mtu aliye kule nyuma. Aliye kule nyuma alicho nacho kifaidie aliye huko mbele. Atakayepata kazi mwaka huu wa 2026 abulule wengine watatu wa madhabahu ya Shalom. Fanyane hivi tuone kwanza. Kuko mtu mwenye inzina taingia mkinywa pale nyuma hivi. Inzina taingia mkinywa. Fanya hivi mpendwa, fanya hivi mpendwa. Inzina taingia mkinywa. Roho ya shirika ya mali Mungu anataka tuwe nayo. Tukipata ile roho ya shirika ya mali, nakwambia tutafanya mambo makubwa. Na mwaka wa 2026 utakuwa ni mwaka wetu unaokubalika mbele za Mungu. Cha msingi, kubali kushirikisha wengine kwa kile ambacho Mungu atakacho kukabidhi. Haleluya. Mpele karibu yako mkono, mwambie mwaka hii isiishe na ukunitendea mema. Hii mwaka isiishe na ukunitendea mema. Mwambie na sauti kabambi, mbone kwa soko na muogopa. Mwambie hii mwaka isiishe na ukunitendea mema. Ndakuwa niko nasubiri mema utakao nitendea. Mwaka haiwezi isha na siyakula kuchakula mikono yako. Mwaka haiwezi isha na uyaniletea ji. Mwaka haiwezi isha na uyanisomeshia watoto. Mwaka haiwezi isha na uyanipatia kitu. Tuseme amina. Mwaka isiisha na uyatenda matendo ya upendo kwa ndugu yako mahali hapa. Nasema mwaka isiishe na uyatenda matendo ya upendo. Kamata nafasi mnunulie pantalo hii mwaka. Kamata nafasi mnunulie koti hii mwaka. Kamata nafasi mnunulie kikwembe hii mwaka. Kamata nafasi mnunulie jipe hii mwaka. Kamata nafasi mnunulie kanzo hii mwaka. Mupe kiato kizuri hii mwaka. Bulula kumutae yako. Bulula kukazi yako. Mutendee mambo ya upendo. Mungu anahitaji vile. Haleluya. Niulizia aliye karibu yako, Yesu unasikia kabisa kaniko hapa? Muulize kama nasikia kama uko pale. Mugeukie bwana, mwambie veste yako niko naichunga tena kikwembe. Yola yako mimi na yaka mtaniletea na mie hii mwaka. Haleluya, haleluya. Hii mwaka hatuna bucho ya buchuruzi. Sitakubebea kubuchuruzi yenye na mimi na kwaka ndani. Bulula tu benzako batano mwa hii Shalom. Haleluya. Abana mtae bapatie kumtae yako. Abana mtae baangaje pembeni yako. Bakuwa hata bakokai yako kuna bapatia rasio magharibi. Tenda mema hii mwaka na Mungu atakutendea makubwa. Tupa mkate baharini hii mwaka na Mungu atakutendea makubwa. Ukifanya vile, baraka za Mungu zitakuwa ziko zinaongezeka. Haleluya. Baraka zitaongezeka kwa viwango. Ni ajabu sana mtu anamaliza mwaka hayatendeaka mwingine mema. Akifanya repertoire hapa, hata mtu mmoja hajawahi kumtendea mema. Yeye ni miongoni mwa watu wanaopokea, lakini yeye hatoi. Yeye ni leta. Tuleta ndio wanaletea katu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakunja yeye mikono. Bwana Yesu asifiwe sana.
Biblia inasema hivi mpendwa, heri mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Mimi nasema heri mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Mkono unaotoa ni mkono wa kuume ulio juu. Ifanya hivi. Heri ule mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Mkono wa kushoto ale upokee. Fanya nao hivi upate kupokea. Mkono wa wapi ulio juu? Ni mkono ule wa kuume. Haleluya, haleluya. Watoto wa Shalom, tuwe katika ile mikono ya kuume yenye kubeba nguvu. Nguvu ya kupatia wengine. Tusionekane tunaomba, tunakopa, lakini tuwakopeshe wengine. Haleluya. Ukiamini vile unasema amina. Mungu anahitaji vile. Beba roho ya shirika ya mali hii mwaka. Usijifungie yako vyenye uko navyo mpendwa. Tafutisha pia wengine nao kuwashirikisha. Haleluya, haleluya. Tafutisha kushirikisha wengine. Itakusaidia sana hii mwaka. Mungu atakapokuwa iko na hesabia wale ambao waliotendea wengine mema, akuone pia. Haleluya, haleluya. Na sauti ya tatu inasema, Bwana njoo anaongea. Anasema kia ajabu, wana Shalom, ngombe huu anasikia sauti ya Bwana wake, lakini kanisa la Shalom halisikie sauti ya Mungu. Kile ndicho anachozungumza. Anasema kama ngombe wako tayari kusikia sauti ya Bwana wao. Na kiajabu mpendwa, sio ngombe peke yake. Leo tunaanza shangala hata pusi ukiwa nao kunyumba. Wewe bwana wake ukikuya tu ikisikia sauti yako inakiona kukimbilia mumigulu. Hata imbwa na mshangao pengine na kuku inaweza wika kama mwenye nao anaingia ndani ya nyumba. Lakini anasema Israeli na taifa la Mungu na wana Shalom, kwa nini tupuuzie sauti ya Bwana Mungu wetu? Kwa nini tusisikilize Mungu wetu anachokitaka? Anachotaka mwaka huu ni kwamba tumusikilize kwa kila jambo atakalotuambia. Tuwe tayari kumsikiliza na Mungu atatutendea mema. Haleluya. Changamoto niseme hivi mpendwa, usiposikiliza Mungu mwaka huu wa 2026, ngombe itakushinda Valer, imbo itakushinda Valer, hata pusi itakushinda Valer. Haleluya. Mnanisikia vile? Kwa sababu Mungu anapoangalia wasikilizaji, anaenda kugundua kama ngombe ni msikilizaji mzuri kuzidia wewe. Anagundua kama pusi ni msikilizaji mzuri kuzidia wewe. Na kama nakutana na ile jambo, maandiko yanasema mkitabu cha Mwanzo, alipoona kama ngombe wanaweza wakasikiliza sauti ya Mungu paraporo na watu, pusi na paka, basi maandiko yanasema akajuta kwa kumuumba mwanadamu, mpaka akasema kumbe mwanadamu na mnyama wote ni sawa sawa. Haleluya. Akawatia kunivo moya kulingana na mwanadamu kusiposikiliza sauti ya Mungu. Nahitaji kizazi cha Shalom, kila mahali utakapopita mwaka huu, taka kuisikia sauti ya Mungu na kutembea sawa sawa na vile Mungu amekuagiza. Hii sauti unayosikia hapa kwa hii tarehe ya kwamba ubebe roho ya umoja na beba roho ya ushirika wa mali, ukiipuzia utakuwa umeshindana na sauti ya Mungu, lakini ukitembea ndani utaishi baraka za Mungu. Haleluya. Kenyo nasikia hapa, ukikitembea ndani utaishi baraka za Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Beba roho ya umoja, beba roho ya shirika ya mali, utaishi baraka za Mungu. Umsikilize tu Mungu na Mungu atakutendea makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atubariki na bariki neno lake. Amina.